Kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, kwa hivyo ninakutana na watumishi wenzangu na kuna baadhi ya mambo ambayo natamani address leo. Lakini leo nitaanza na jambo moja ambalo limekuwa kikwazo kwa watumishi wengi wa Mungu na hivyo kuwapelekea kuingia kwenye maisha ya dhambi. Wake wa watumishi, ningependa niwasihi kwa jina la Yesu, muwape waume zenu haki zao za ndoa. Muwape waume zenu tendo la ndoa, kwa sababu kila kitu ulichopewa na Mungu umepewa kwa ajili ya mume wako. Sasa ni jambo la kushangaza sana tunapokuona huku nje umependeza, unatuonyesha ulivyo, lakini kwa mume wako umekuwa ni mzito kumpa haki yake ya msingi ambayo ni ya tendo la ndoa, na hivyo unawapelekea watumishi wa Mungu kuingia kwenye majaribu. Labda nikupe warning, nikupe onyo tu kwamba siku ya hukumu utahukumiwa kwa unachokifanya, kwa sababu namna mwanaume alivyoumbwa na namna mwanamke alivyoumbwa ni tofauti kabisa. Wanaume wengi wako very active kwenye swala la tendo la ndoa. Kwa hiyo moja ya assignment au kazi ambayo Mungu amekupa wewe kama mke wa mtumishi wa Mungu ni kuhakikisha unatimiza haki zake, haja zake za ndoa. Na kwa kufanya hivi utakuwa wa baraka sana. Mungu hajakuita ili umsaidie kuhubiri, kwa sababu yeye ndo aliyeitwa. Mungu hajakuita kwake ili umsaidie kumuonyesha kwa watu kwamba amekuwa mwanamke mzuri. Hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu kwako ni kuhakikisha kwanza unatimiza haja zake za tendo la ndoa. Kwa hivyo nikupe warning, nikupe onyo mwanamke ambaye umeolewa na mtumishi wa Mungu, ya kwamba lazima uhakikishe unaingia kwenye utekelezaji na uwajibikaji wa hilo jambo au hilo jukumu ambalo Mungu amekupa kwalo, ili kusudi maisha yawe mazuri na kutokuwaingiza watumishi wa Mungu kwenye uzinzi na mambo mengine ya kujihusisha na mabinti wengine na watu wengine nje ya ndoa. Kwa hivyo ninaomba umuombe sana Mungu akusaidie. Hata kama unajiona hauna shauku hizo, Mungu akuinue tena ili uweze kuhakikisha unafanya wajibu wako kama mwanamke.